Habari Tanzania. Kwa majina naitwa Mika Lucas Chavala na imempendeza Mungu leo nizungumze. Nimekuwa nina muda mzuri wa kukaa na kutafakari, lakini pia na kuomba kwamba Mungu anipe maneno ya kuzungumza na anipe hekima ya kusema. Ni mambo mengi yametokea ndani ya mwezi mmoja na siku kadhaa, na kiukweli hata kama ningechukua wiki 2 au mwezi, bado ningehitaji muda mwingi zaidi wa kufikiria na kutafakari na kuprocess vitu ambavyo vimetokea, kwa sababu unajua katika maisha mambo yanavyotokea yanatokea kama experience, lakini wakati mwingine inabidi utoke pale mahali ulipokuwepo uwe mahali pengine, alafu unaangalia situation ili mambo mengi yaweze ku make sense. Kwa hiyo na mimi nimejifunza katika maisha yangu, sio mtu wa kulalamika, ila ni mtu wa kujiuliza maswali. Kwa nini imetokea? Na kwa sababu gani imetokea? Wapi ilibidi nifanye vizuri? Wapi ilibidi nirekebishe? Wapi inabidi ni improve? Wapi inabidi nifanye tena? Ukifanya evaluation kama hizo, unaweza ukajua kwamba ni nini nifanye wakati mwingine pale inapotokea. Kwa hiyo bado nipo na tafakari, lakini kuna kitu natamani ni share leo. Kimekuwa moyoni mwangu. Kiukweli wakati nipo gerezani nilipata muda mzuri sana wa kumwomba Mungu. Nilipata muda mzuri sana kusoma vitabu, kusoma Biblia na kutafakari pia. Na nilikuwa najua kwamba kuna siku itakuja nitatoka, na nitakapotoka kuna kitu itabidi nizungumze. Sababu sasa nimekuwa nazungumza. Kwa hiyo kiukweli niliomba sana wakati bado nipo gerezani kwamba ni nini nitasema. Mungu nipe natamani kusema kitu ambacho kitawasaidia watu. Sitamani kusema kitu ambacho itakuwa ni malalamiko. Sitamani kusema kitu ambacho kitaleta mgawanyo. Sitamani kusema kitu ambacho kitaleta tafrani, ila natamani kusema kitu ambacho kitawasaidia watu. Wengi mnajua sasa tayari kwamba maono yangu ni kuunganisha Afrika. Mimi nimezaliwa kwa hilo. Yaani kusudi langu la kuwepo hapa duniani ni kuiunganisha Afrika. Kusudi langu sio kutenga. Kusudi langu ni kuunganisha. Kwa hata katika nchi yangu kusudi langu bado ni kuiunganisha Tanzania. Kusudi langu sio violence. Kusudi langu ni kuleta amani, umoja na mshikamano. Hilo ndilo kusudi mimi nililoumbiwa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa neema zake kubwa. Niko hapa bado hai. Na hii ni kwa sababu hilo kusudi bado halijatimia. Ni kitu ambacho mara nyingi hatufikirii, lakini tambua hivi kwamba kama uko hai na kama unaangalia video hii, ni kwa sababu kile Mungu alichokuumbia, kile Mungu anachotaka ukifanya haujakifanya, hakijakamilika. Kwa hauwezi ukaondoka kama bado hujamaliza kazi yako. Hauwezi ukaondoka kama bado hujamaliza kusudi lako. Hauwezi ukapata cheti. Ni sawa sana mtu ameenda shuleni, hauwezi ukagraduate darasa la 7 au form 4 au chuo kikuu kama umeishia form 3, hauwezi ukapata cheti. Umeona? Kwa hiyo sababu kwa nini tuko hai, kwa nini Mika Chavala yuko hai, ni kwa sababu kusudi aliloumbiwa kulifanya hapa duniani bado halijatimia. Kwa hiyo huu sio wakati wa mimi kukaa. Huu sio wakati wa kuto kufanya chochote. Ni wakati wa kumuuliza Mungu na kujua kusudi langu ni nini la kufanya. Na nimeeleza kwamba nimeitiwa mimi kuunganisha Afrika. Kwa hiyo nikawa namuuliza sana Mungu kwamba natamani unipe kitu ambacho kitawasaidia watu. Tamani unipe kitu ambacho kitaisaidia Tanzania. Mimi ni Mtanzania, ninaipenda Tanzania. Mimi ni Mwafrika, ninaipenda Afrika. Ninaamini katika Afrika. Ninaamini katika Tanzania. Ninaamini kwamba huwezi kuipenda Afrika kama uipendi nchi yako mwenyewe. Kwa hiyo ninaamini katika kuipenda nchi yangu, naamini katika kuipenda Afrika. Mimi ni Muhehe. Naamini katika makabila pia. Lakini siamini katika makabila yanayoleta ubaguzi juu ya makabila mengine, kwa sababu naamini katika umoja wa Afrika. Kwa hiyo unaanza chini kabisa, naamini mimi kama individual, kama mtu, naamini katika kabila langu, naamini katika makabila mengine pia, naamini katika nchi yangu, naamini katika nchi nyingine pia za Afrika, naamini katika Afrika kwa ujumla. Kwa nini naamini
Ninapoanza kwenye kabila, kwenye nchi, naamini hii ni picha ndogo, ila naamini katika bigger picture, na bigger picture ndio Afrika, kwamba Afrika ni moja na lazima tuishi kwa mlengo huo. Naamini katika uwezo wa Afrika, naamini katika uwezo wa nchi zetu, naamini katika utajiri, kwamba Afrika ina utajiri ambao bado hata mwingine hujagunduliwa. Kwa hiyo naamini katika maisha bora ya Mwafrika, naamini katika maendeleo ya Mwafrika, naamini katika mabadiliko, maendeleo ya kifikra. Naamini kwamba sisi kama Waafrika lazima tufungue fahamu zetu, lazima tufungue akili zetu, lazima tujione vile jinsi Mungu anatuona. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Naamini katika rangi yangu nyeusi ya Mwafrika. Siamini kwamba mimi sio bora kuliko wengine, na siamini kwamba mimi ni bora zaidi kuliko wengine. Naamini kwamba kila mmoja ana nafasi yake hapa Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo naipenda Afrika na naipenda sana Tanzania. Nawapenda Watanzania. Na ninaposema Watanzania namaanisha Watanzania. Sijui kama tunaelewana. Anasema Watanzania namaanisha Watanzania. Watanzania ni wakina nani? Watanzania ni Watanzania. Kwa hiyo kama wewe ni Mtanzania, upo hapa Tanzania au upo nje ya Tanzania, wewe ni Mtanzania. Kama una passport ya Tanzania, umezaliwa nje, umezaliwa ndani, ila wewe ni, naamini katika Watanzania. Kwa hiyo kimsingi naamini katika watu wote ambao wanajijua wao ni Watanzania. So nimshukuru sana Mungu. Huo ulikuwa ni utangulizi, lakini namshukuru sana Mungu kwa nafasi aliyenipa, nafasi nyingine tena na uhai na uzima wa kukaa mbele yenu na kushare vitu vichache ambavyo nimevitafakari kwa wiki kama moja. Lakini pia nimetoka gerezani, baada ya kupata tu vifaa vyangu, nikawa napitia kwenye social medias. Jamani, nimekuta message nyingi ambazo sijawahi kuziona maishani mwangu. Niko naonyesha ndugu zangu, yani naingia kwenye DM, nadhani ni message zaidi ya 1000. Na mpaka sasa bado kuna message ninaendelea kuzipata. Kwa hiyo sijafanikiwa kusoma message zote. Nimesoma message baadhi kuona Watanzania wanasema nini, kuona Tanzania inasema nini. Nimepitia baadhi. Sasa hapo ni Instagram, hapo ni TikTok, hapo ni kila mahali. Messages ni nyingi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote ambao kwa namna yote ile wameomba, wametoa sala, wametoa salamu, wametuma message, walipiga simu, wengine walikuja gerezani kuniona, na hata baada ya kutoka kuna wengine wameniona, kuna wengine wamejichanga. Nimeshangaa sana. Wanafunzi wa shule yangu ya sekondari, wanafunzi wa shule yangu ya high school, na watu mbalimbali. Nimeshangaa upendo wa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema asante sana kila mmoja aliyefanya kwa sehemu yake. Nawashukuru sana. Sina maneno ya kusema. Maombi ambayo watu wameomba. Nimetoka, rafiki zangu wa Korea walikuwa wametengeneza group na familia yangu hapa Tanzania. Wanakaa wanaomba masaa mawili, saa moja usiku wananiombea. Rafiki zangu Korea wamekaa, wameenda kanisa, wanasema Bwana, wanaomba. Kila mmoja kwa nafasi yake umefanya safari iwe nzuri sana. Yani ujumbe mmoja mkubwa niliouona huko nje anasema hata dhahabu lazima ipite kwenye moto ili ing'ae. Kipita kwenye moto inang'aa. Ndio message nyingi sana nimeona kutoka kwa ndugu zangu mmeshare na mimi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema sina lugha bora ya kusema au kushukuru kwa upendo mkubwa ambao mmeonyesha. Sijui, wakati mwingine nakaa najiuliza kwamba nini nimefanya to deserve this? What have I done? Yani najisikia mzigo na najisikia deni kwamba kwa hichi na kwa imani ambayo Watanzania mmeifanya juu yangu, najisikia deni kwamba I must do something for Tanzania. I must contribute something to my country. Yani lazima uwepo wangu uwe ni chanya kwenye nchi yangu.
Sababu haiwezi kuwa ni bahati mbaya, haiwezekani. Watu tulikuwa wengi sana ambao tulikumbwa na hili janga, lakini kwa nini mimi? Kwa nini? Kwa hiyo sijioni kama mimi ni special kuliko wengine wenzangu wa haini ambao tulikuwa nao. Sioni kama mimi ni special. Sioni kwamba mimi ni bora kuliko wao. Hapana. Ila ninaona ni neema ya Mungu na ni wakati wa Mungu wa kujidhihirisha mwenyewe ulifika. Akasema ngoja nimtumie huyu jamaa. Huyu jamaa yuko hapa amekaa, huyu jamaa yuko tayari, ngoja nimtumie. Na kweli maombi yangu yalikuwa ni hayo. Na Mungu amenitumia. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu, lakini nawashukuru sana ndugu zangu, nawashukuru sana Watanzania kwa kila mlichokifanya. Sijui naweza nikaenda saa zima kushukuru. Na sijui. Hamna lugha sahihi ya kusema, hamna lugha sahihi ya kusema. Hamna lugha sahihi ya kusema. Mngeweza kuendelea na mambo yenu wenyewe, mngeweza kuendelea kufanya vitu vyenu wenyewe, mngeweza kukaa na familia zenu, mngeweza no, lakini naona posti nyingi, naona tags nyingi, naona picha maeneo mbalimbali. I don't take this for granted. Sichukulii kwa ukawaida. Kila aliyechukua nafasi yake kupost, kutuma message, kufanya hivi na hivi, kupiga sauti, kupaza, kila aliyechukua nafasi yake, Watanzania nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Mimi najiona na deni kubwa sana. Na leo naahidi leo kwamba mchango wangu utaonekana katika nchi ya Tanzania. Mchango wangu utaonekana Afrika. Na nitafanya usiku na mchana kutimiza kusudi ambalo Mungu amenipea kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya Mungu wangu, kwa ajili ya kizazi changu. Tafanya kila iwezekanavyo. Kwa hiyo ninashukuru sana. Nashukuru sana. Kule kwetu Korea kwa tunafanya hivyo. Kamsahamnida. Nashukuru sana. Naomba muichukue na muipokee kutoka uvunguni mwa moyo wangu. Nashukuru sana. Wakati nipo gerezani nilimuuliza Mungu swali hili kwamba ni kwa nini? Ni swali kubwa sana. Kwa nini Tanzania ni Tanzania na kwa nini Tanzania iko hapa? Ndugu zangu, natamani tukishakuwa ni watu wa kujiuliza kwa nini katika kila kitu, tutajenga utamaduni wa kutafuta, tutajenga utamaduni wa kuchambua, tutajenga utamaduni wa kutokutulia. Lakini kutafuta ni kwa nini? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Tanzania iko hapa? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Tanzania ni Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini mlima mrefu wa kivolkano duniani upo Tanzania? Umeshawahi kujiuliza peak, yani umbali mrefu kwenda juu upo Tanzania? Yani ukikaa Afrika kwenye bara nzima, sehemu ambayo ni juu zaidi kuliko sehemu zote ni Tanzania. Umeshawahi kana kujiuliza kwa nini, yani kwa nini Kilimanjaro iwe Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Serengeti, mbuga mojawapo ambayo inafahamika duniani kote, iko Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Zanzibar iko Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini kuna mikoa mingi mizuri? Umeshawahi kujiuliza kwa nini misitu, wanyama? Umeshawahi kujiuliza kwa nini ziwa Victoria, moja ya ziwa kubwa duniani, liko Tanzania? Umeshawahi kujiuliza? Umeshawahi kujiuliza kwa nini ziwa Tanganyika, the deepest lake in Africa, liko Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Nyasa? Umeshawahi kujiuliza kwa nini bahari ya Hindi iko Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini uzuri wote, yani wewe nikuuliza leo Tanzania unapenda wapi? Mwingine anasema Tanga, mwingine Arusha, mwingine Iringa, mwingine Dar es Salaam, chochote kile unachokipenda. Umeshawahi kujiuliza kwa nini? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Tanzanite, madini ambayo hawezi kuyapata mahali popote hapo Tanzania? Umeshawahi kujiuliza kwa nini Tanzania na kwa nini sio nchi nyingine? Umeshawahi kujiuliza kwa nini utajiri, kwa nini uzuri, kwa nini makabila 121, kwa nini uzuri wa Tanzania, uzuri wa utamaduni? Umeshawahi kujiuliza kwa nini ipo Tanzania? Mimi nilipata wakati wa kujiuliza jambo hilo wakati nipo gerezani. Na nikamwomba Mungu, natamani kujua kwa nini Tanzania? Kwa nini umetupa hivi vyote Tanzania? Kwa nini? Leo nitakwambia ni kwa nini. Sasa ukirudi kwenye historia utakutana
mzee wetu Julius Kambarage Nyerere na mzee Abeid Amani Karume. Wakati wanapigania ukombozi wa Afrika, ikumbuke kwamba Afrika, Ethiopia ni nchi pekee ambayo ilikuwa haijatawaliwa na wakoloni. Ghana ikapata uhuru wake, nchi ya kwanza Afrika, mwaka 1957. Baadaye Tanzania ikaja kupata uhuru wake pia mwaka 1961. Halafu Tanzania ilikuwa ni nchi za kwanza za kupata uhuru. Baada ya hapo Haile Selassie alikuwa ni king kipindi wa Ethiopia, Kwame Nkrumah wa Ghana, Julius Kambarage Nyerere na president wengine wa nchi mbalimbali wakaungana Ethiopia, wakaanzisha organization inaitwa OAU, Umoja wa Afrika. Sasa wazo la Nyerere lilikuwa ni kwamba, jamani, kabla hatujaanza kupigania uhuru, kwa nini tusiungane kwanza sisi wote kama wa Afrika alafu tupiganie uhuru wa Afrika? Hilo lilikuwa wazo la Nyerere. Watu walikataa, wengine wakakataa, wakasema hatuhitaji. Wengine wakasema no, nadhani tupiganie kwanza uhuru wa nchi zetu halafu tutaupigania umoja wa Afrika. Kwa hiyo ilikuwa mawazo mbalimbali. Nyerere, nakumbuka wakati ule unaposoma historia, akajaribu kwenda Kenya, akajaribu kwenda Uganda kuzungumza na viongozi wakati ule kama, jamani, kwa nini tusiungane pamoja tukapigania nchi zetu? Lakini hakuna mtu ambaye alionyesha nia kufanya hivyo. Ndipo Nyerere sasa akaenda Zanzibar, akaongea sasa kipindi Tanganyika na Zanzibar, kuzungumza kwamba okay, kwa nini umoja ukatokea, of course, kati ya Tanganyika na Zanzibar. Leo tuna Tanzania. Sasa baada ya Tanzania kupata uhuru, yako mataifa mengi ya Afrika yalikuwa bado hayajapata uhuru. Baada ya Tanzania kupata uhuru, sorry jamani, nimekosea kidogo. Baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961, sio Tanzania, Tanganyika kupata uhuru 1961, kuna mataifa mengi ya Afrika yalikuwa bado hayajapata uhuru. Sasa Tanzania ilikuwa ni sehemu ya makimbilio ya haya mataifa mengine kupigania uhuru wao. Sasa nitakusomea nchi baadhi. Zimbabwe wamesaidiwa na Tanzania, Mozambique wamesaidiwa na Tanzania, Angola wamesaidiwa na Tanzania, Namibia wamesaidiwa na Tanzania, South West Africa wamesaidiwa na Tanzania, South Africa wamesaidiwa na Tanzania, Malawi na Zambia. Hizi nchi zote zimesaidiwa na Tanzania. Na baadhi ya viongozi kama Nelson Mandela, kiongozi mmoja shupavu wa South Africa aliyekaa gerezani zaidi ya miaka 27. Mimi nimekaa mwezi mmoja tu. Miaka 27 gerezani. Oh, that's no joke. Huyu mtu alipewa hadi documents akaja Tanzania kukaa. Na mpaka leo una South Africa wengi sana, maeneo ya southern part of Tanzania, Kongoni na wherever. Anyways, lakini akaja kukaa hapa. Ilikuwa Tanzania ilikuwa ni sehemu ya makimbilio. Kuna maeneo yanaitwa Frelimo hapa, hivyo vyama vyao vya siasa makao yake makuu walihamishia Tanzania kwa sababu kulikuwa kuna amani. Kwa hiyo wakasema ngoja makao yetu. Nyerere alikuwa amewakaribisha kwamba watu wapiganie uhuru kutoka Tanzania kupigania nchi zao, na guess what, nchi zao zilipata uhuru. Kwa hiyo sasa Tanzania ikasimama katika nafasi ambayo imekuwa ni makimbilio ya hizi nchi ambazo zinatafuta uhuru. Watu wamekuja Tanzania kutafuta uhuru wao, wamekaa vizuri, wamepata uhuru wao, wakaondoka kaenda kwenye nchi zao. Tanzania hiyo. Na baadhi ya misaada ambayo Tanzania ilikuwa inatoa kwa hizi nchi, jamani, sikilizeni, bases and training. Sasa bases ndio kama nchi zinakuja zinakaa na zinapata mafunzo, kwa sababu Tanzania tayari wameshapata. Tanzania ikawa inatoa mafunzo. Na hapo unaweza ukaja kujua hata wakina Museveni, hata wakina Kagame walipata pia mafunzo kupitia mzee wetu Nyerere. Anyways, political and diplomacy support. Kwa hiyo Tanzania iliwa support hao watu, kwa sababu tayari imeshapata, imeshaweza hivi. Kwa hiyo mnawezaje mkapigania uhuru wenu, mnawezaje mkaongea na beberu ili kwamba mpate uhuru wenu. Tanzania ikawa inasaidia military intervention, hata kutuma soldiers kwenye hizo nchi mbalimbali kuwasaidia kupigania uhuru wao. Lakini pia resources, what do you need? Unaishi hapo, of course utakula chakula chetu, tutatumia barabara zetu, tutatumia visa zetu, tutatumia nini. Tanzania ikawa ni sehemu ya makimbilio. Kwa hiyo hizi nchi zote nilizozitamka zikapigania uhuru wao kwa msaada wa Tanzania, pia wakapata uhuru wao. Sasa Tanzania ni sehemu ya makimbilio. Nakumbuka mchungaji wangu siku zote huwa anasema, my spiritual father huwa anasema Tanzania pia imeshamnywesha Mwokozi. Yani wakati Yesu amekimbilia Misri, alikunywa maji ya mto Nile, na mto Nile chanzo chake ni ziwa Victoria. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba kama maji yanatokea ziwa Victoria, maana yake hata Yesu alipokimbilia Misri alikunywa maji ya ziwa Victoria. Kwa hiyo Tanzania ilimnywesha Mwokozi. Yesu alikunywa maji ya Tanzania, tulimnywesha Mwokozi. Sasa unaweza ukaangalia strategically, Tanzania ipo katika nafasi ambapo yenyewe imekuwa ni sehemu ya makimbilio. Hicho ni cha kwanza. Kwa nini Tanzania?
na nimekupa historical facts. These are historical facts. Lakini cha pili ni kwamba Tanzania ni sehemu, Mungu ameiweka kuwa sehemu ya kivutio. Yani ni kivutio cha ulimwengu. Yani ukisikia Tanzania, ukiangalia Tanzania unatamani kwenda Tanzania. Ukiangalia mlima mrefu Afrika unatamani kuja Tanzania, una ice pale juu, unatamani kuja Tanzania kuona mlima ni namna gani. Ukiangalia wanyama wa Serengeti, mnafahamu wageni wengi sana wanakuja Tanzania, wanatamani kuja kuona. Ukiangalia waterfalls, ukienda Morogoro, ukiangalia sijui ni Zanzibar, ukiangalia maeneo mbalimbali, unakuta watu wanavutiwa kuja Tanzania. Jiulize, Afrika nchi pekee ambazo ni bora kwa tourism ni Tanzania. Kimsingi mwaka huu Tanzania imeshinda tuzo nyingi, tuzo kama 8. Yani imeongoza Tanzania Afrika kuwa nchi bora kwa ajili ya utalii. Kuna Tanzania, kuna South Africa, kuna Kenya. Hizi ni nchi 3 ambazo top countries in Africa kwa ajili ya utalii. Na utauliza popote pale. Hadi inafika hatua, kuna sitawataja, inafika hatua kuna watu wanasema kwamba mlima Kilimanjaro upo nchini mwao. Kwa nini? Kwa sababu ni kivutio tayari cha dunia. Sio jambo baya, sio jambo baya kabisa. Ni kivutio cha dunia. Yani ni jambo zuri kwa sababu ni kivutio cha dunia. Kwa Tanzania, Mungu alipoitengeneza na kuiumba, mawazo yake yalikuwa ni kwamba Tanzania itakuwa ni sehemu ya makimbilio. Na tumeiona hiyo kwenye historia. Yani kwamba umeshindwa maisha huko, unakimbilia Tanzania. Maisha yamekupiga huko, unakimbilia Tanzania kwa sababu Tanzania utapata maisha. Tanzania utakuwa safe. Tanzania maisha yako yataendelea salama. Lakini pia Tanzania imewekwa kama ni kivutio kwamba ukiona, ukisikia tu Tanzania unatamani kwenda. Ndio watu wanakuja kupumzika. Sema yani wamefanya kazi nyingi sana, wameteseka huko, wazungu wamefanya miezi 3 4, wanasema nani Tanzania kupata vacation kidogo. Na tumeona wengi wanakuja, ni eneo la mapumziko. Kivutio, eneo la mapumziko, lakini pia ni eneo la makimbilio. Na kuna mifano mingi. Wewe mwenyewe unaweza kaongezea kwenye comment section hapo, andika. Yani je, unakubaliana na hicho ninachokwambia? Sasa ukijiuliza kwa nini Tanzania, unapata haya majawabu. Kiangalia historia, kiangalia mpaka sasa, ukiangalia vitu gani tunavyo. Kivutio, unasema Tanzanite ni madini pekee yanapatikana Tanzania. Maana sasa ukisema Tanzanite, kila mtu anajua ni Tanzania. Anatamani kuja kuona, anatamani anunue hayo madini. Tayari ni kivutio. Na ni kweli Tanzania ni kivutio. Ni kivutio na inatakiwa kuwa kivutio. Sasa swali langu ni moja, ndugu zangu wa Tanzania, kwamba je, Tanzania na Watanzania tunaliishi hilo kusudi? Tunaliishi hilo kusudi? Mimi kama Mtanzania nijiulize, je, mimi ninaliishi hilo kusudi la nchi yangu ya Tanzania? Wewe kama Mtanzania unaniangalia, je, unaliishi hilo kusudi? Okay, labda ni define kidogo. Watanzania ni nani? Au Mtanzania ni nani? Watanzania ni bodaboda, Watanzania ni machinga, Watanzania ni wapiga debe, Watanzania ni madaktari, Watanzania ni mapolisi, Watanzania ni wanajeshi, Watanzania ni viongozi, Watanzania ni kila Mtanzania. Yanayosema Watanzania na maanisha ni kila mmoja yupo kwenye hilo kundi. Maana ni kwamba kabla ya mimi kuwa kijana, yani mimi niseme kwamba mimi ni kijana, au niseme kwamba labda mimi ni daktari, kabla ya hiyo identity ya kazi yangu, identity ya kwanza kwangu, mimi ni Mtanzania. Sio kama unaelewa. Yani hicho ndicho kitu ambacho kinatuweka sisi pamoja kwenye kundi moja. Sasa nikienda ndani zaidi, manake kabla ya kuwa mimi Mtanzania, mimi ni Mwafrika. Ndio maana naamini katika Uafrika na upigania Uafrika. Mimi ni Mwafrika. Hiyo ni identity yangu, mimi ni Mwafrika. Mimi ni Mtanzania. Halafu sasa ndio nitakuja kujielezea labda mimi ni daktari, mimi ni mwalimu, mimi ni polisi, mimi ni mwanajeshi, mimi ni kiongozi. Sasa identity yangu ya kwanza mimi ni Mtanzania. Yaani Mtanzania ni sehemu ya kwanza kabisa, ya juu kabisa kuliko sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo hata mara moja nisikae nikasahau kwamba mimi ni daktari, lakini kabla ya kuwa daktari mimi ni Mtanzania.
Sasa manake hichi ninachokizungumza ni jukumu la kila Mtanzania kujiuliza kwamba je, Tanzania inaishi kusudi lake? Na kama Tanzania haishi kusudi lake, je, Tanzania ni nchi ya makimbilio? Je, Tanzania ni nchi ya kivutio? Je, watu wakisikia kuhusu Tanzania, watu wakiona Tanzania, wanavutiwa kuja na kuona ni nini kipo Tanzania, wanavutiwa kuja? Je, watu wamepigwa na maisha huko, je, wanajisikia kukimbilia Tanzania? Kwa sababu wakija Tanzania watapata amani, wakija Tanzania watapata independence, watapata uhuru. Kumbuka, ndiyo taifa letu lilikoanzia. Mwaka 1961 Tanganyika inapata uhuru, ilikuwa ni sehemu ya makimbilio. Ndio maana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, again, mchungaji wangu anasema hivi, bangu kiroho, kwamba yeye hasemi kwamba tu ni baba wa taifa, ila Nyerere ni baba wa Afrika. Kwa nini? Kwa sababu angalia hizo nchi zilizosaidia: Mozambique, Angola, Namibia, Zambia, South Africa, na hizo nchi zote alizozisaidia. Kwa hiyo huwezi kumuita mtu baba wa Tanzania. Utamuita, hawezi kumuita baba wa taifa, ni baba wa Afrika. Sasa haya mataifa yote, nchi yetu ilijengwa katika misingi hiyo. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, anasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sasa hapa ndio nakuja kuongea na Watanzania. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sasa taifa letu limejengwa katika misingi ya makimbilio, na Tanzania kusudi lake iwe ni sehemu ya makimbilio. Kwa hiyo kiukweli kabisa mimi sipati shida ninapoona wageni wanakuja Tanzania, kwa sababu najua kusudi la Tanzania ni kuwa kivutio cha ulimwengu. Sio tu cha Tanzania, kuwa kivutio cha ulimwengu, kama watu wataona, na kama ni kivutio lazima waje waangalie. Kwa hiyo sipati shida kuona, unless kama watu wana agenda nyingine, ndio napata shida, kwa sababu sana kuja kwenye spirit ya Pan Africanism, kwamba hapana, sisi wa Afrika lazima tuendelee, lazima tulinde mali zetu, lazima tulinde rasilimali zetu, ndio tunaenda huko kwenye nani. Ila nikiona watu wanakuja sipati shida, sababu najua Tanzania ni kivutio cha Afrika, na nashukuru Mungu kunifanya mimi kuwa Mtanzania. Nikiona watu wanakimbilia hapa, na kweli Tanzania ni sehemu ya makimbilio. Asante Mungu, Tanzania ni sehemu ya makimbilio. Angalia vita zote ambazo zimetokea Afrika. Angalia, kuna Wakongo wangapi wapo Tanzania? Kuna Wanyarwanda wangapi wapo Tanzania? Wa Burundi wangapi wapo Tanzania? Wa Somalia wangapi wapo Tanzania? Wa Ethiopia wangapi wapo Tanzania? Hadi kuna makabila leo Tanzania ambayo asili yao ni huko, wametokea huko. Haya, South Africa wangapi wapo Tanzania? Yaani Tanzania ni sehemu ya makimbilio. Mungu alipotengeneza Tanzania aliumba iwe sehemu ya makimbilio, kwamba watu huko maisha yakiwashinda watakimbilia Tanzania. Hilo ndio kusudi la Tanzania. Jamani wa Tanzania, naomba tuelewe hili. Kwa Tanzania sio nchi ambayo ikiona watu wanakuja labda wakimbizi wanakuja Tanzania anasema kwamba ni tokeni, sio sehemu yetu. Ukisema hivyo haujajua kusudi la Tanzania, unajua misingi ya Tanzania kwamba ilijengwa katika misingi hiyo. Kwa automatically Mungu ameweka Tanzania kuwa tunasema kisiwa cha amani, manake watu watakimbilia na kuja. Sasa je, Tanzania inaishi katika kusudi lake hilo sasa hivi? Je, sisi wa Tanzania, nasema tena wa Tanzania, na nimeshasema wa Tanzania ni kina nani? Sisi wa Tanzania tunaliishi hilo kusudi? Tanzania inaishi hilo kusudi? Sasa Tanzania haiwezi kuishi bila wa Tanzania. Kwa hiyo sisi je, tunasababisha hilo kusudi liendelee? Kama ulikuwa hujajua kusudi la Tanzania, leo unafahamu. Sasa ni jukumu la kila Mtanzania kuishi hilo kusudi. Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Sasa Watanzania ni watu wenye haki, na ndio maana natamani kuongea na Watanzania kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini. Naomba mniambie kwenye comment section kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini. Na nashukuru Mungu kwamba anazungumza kwamba hajasema misingi imeharibika, anasema misingi ikiharibika. Kwa hiyo ni swali la kukutafakarisha. Je, ikiharibika, mwenye haki, wewe mwenye haki unanisikiza, wewe Mtanzania, utafanya nini? We need to go back to the basics. Inabidi turejee mwanzo kabisa. Tukishalifahamu kusudi la Mungu juu ya Tanzania, nafasi yetu sisi kama Watanzania, kila mtu na nafasi yake. Kwa kama ni viongozi na nafasi yao, kama ni wapiga debe na nafasi yao, kama ni madaktari na nafasi yao, kama ni polisi na nafasi yao,
Kama ni wanajeshi na nafasi yao, kama ni vijana na nafasi yao, kama ni wazee nafasi yao, kila mtu katika nafasi yao. Kama ni private sectors nafasi yao, public offices nafasi yao, kila mtu, kila ofisi, kila Mtanzania na nafasi yake. Lazima arudi kwenye basics na lazima afanye kitu ili kwamba lile kusudi la Mungu lisipotee. Kwa sababu Biblia inaniambia hivi kwamba neno la Mungu halitanirudia bure, lakini litatimiza kusudi alilolituma. Sasa kama Tanzania Mungu alikwisha kuichagua kuwa ni sehemu ya makimbilio na kivutio cha ulimwengu, alafu sisi hatuliishi hilo kusudi kama Tanzania, neno la Mungu haliwezi kumrudia bure. Litaenda sehemu nyingine. Litaenda Kenya, itakuwa ni kivutio. Litaenda South Africa, litaenda Uganda, litaenda Rwanda. Kwa nini? Kwa sababu wao wamesimama katika nafasi yao. Na naamini Mungu anamtumia mtu yoyote yule aliye katika nafasi Mungu anayotaka kumtumia. Yaani kama Mungu anataka kumtumia kiongozi, lazima mtu awepo kwenye nafasi ya uongozi ili Mungu aweze kumtumia. Hawezi kutumia kama upo nje. Kama Mungu anataka kumtumia daktari, lazima huyo mtu awepo kwenye nafasi ya udaktari ili Mungu aweze kumtumia. Kama upo pale, mwingine atatumiwa ambaye yuko pale, hata kama labda wewe ndio ulipaswa utumike. Kwa hiyo hata kama Tanzania ni sehemu ya makimbilio na kivutio, hilo ni kusudi la Mungu. Kama hatupo katika nafasi yetu, hilo haliwezi kutokea. Na hiyo ndio my concern. Na huo ndio moyo wangu. Tanzania kuishi kusudi ililoitiwa, wa Tanzania kuishi kusudi ililoitiwa. Yaani lazima Mtanzania utembee kifua mbele kwamba nchi yangu mimi ni sehemu ya makimbilio. Watu wakishindwa na maisha huko wao wanakuja Tanzania. Ndio maana sasa hivi yani vitu ambavyo vimetokea hapa, watu wanashangaa. Unaongea na marafiki wengine wanashangaa, wanasema nimerudi na napitia message, napitia DMs. Najua niko passionate sana Afrika, nimeenda sana Ethiopia, nimeenda sana nchi nyingi za Afrika. Na utamesi anasema what is going on in Tanzania? Ninaona hichi kinaendelea, naona hichi kinaendelea. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi wenyewe mnafahamu kwamba hapa wa Ethiopia wako wengi sana wanakimbilia hapa Tanzania. Wa Somalia wapo wengi sana wanakimbilia Tanzania. Wa Kongo wapo wengi sana. Sasa tutaenda wapi? Kwa sababu Mwafrika wanapojaribu kukimbia na kwenda kwenye nchi nyingine za ugaibuni, wanauawa kwenye bahari za Sham na Mediterranean Sea, wanauawa huko. Hii ilikuwa ni sehemu ya makimbilio. Na ndicho Mungu alichotupea, na ndicho Mungu kusudi alilotupea kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, nina mengi ya kusema, lakini leo natamani nimalize kwa kusema kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kila mmoja aende na swali hilo. Kama wewe ni mwenye haki, ndio swala kujiuliza. Je, misingi ikiharibika utafanya nini? Maana ni kwamba kila mtu ana sehemu ya kufanya kwa ajili ya nchi nzuri ya Tanzania. Tanzania ni nchi nzuri sana. Tanzania Mungu ameichagua. Tanzania Mungu ameichagua. Bangu wa kiroho anasema Tanzania ni mama wa Afrika. Na ni kweli kabisa. Angalia hizo nchi Tanzania ilizosaidia kupigania uhuru ili uhuru uingie katika nchi mbalimbali za Afrika. Haya, angalia Kiswahili ambayo ni lugha ambayo imechanganyikana na Kiarabu mundani na Bantu languages na Kifaransa mundani na Kiingereza mundani. Ni kama pizza ambayo ina kila kitu, ina potato, ina pineapple, ina nyama, ina kimchi zile za Korean na kila kitu ndani yake vimo ndani. Hicho ndio Kiswahili. Sasa Kiswahili ni lugha pekee ambayo inaongewa na watu wengi Afrika zaidi ya lugha nyingine yoyote. Lugha ambayo inaongelewa na nchi nyingi Afrika zaidi ya lugha nyingine yote. Pia ni lugha ambayo bado watu hadi African Union inatumika official, lakini wanataka kuifanya kuwa official. Ni lugha ambayo ukienda kwenye nchi mbalimbali, hadi Korea wanajifunza Kiswahili, America wanajifunza Kiswahili, Europe wanajifunza Kiswahili, Canada wanajifunza Kiswahili. Nchi nyingi za abroad zinajifunza lugha ya Afrika pekee ya Kiswahili kuliko lugha nyingine yote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameifanya Tanzania kuwa ni kivutio cha ulimwengu, kuwa ni sehemu ya makimbilio. Sasa Tanzania lazima ujue hii, kwa sababu ukijua utatembea kifua mbele kwamba kama Tanzania ni kivutio cha ulimwengu, manake sisi wa Tanzania yatupasa tuwe kivutio cha ulimwengu. Na nimeshakwambia wa Tanzania ni kina nani? Tuwe kivutio cha ulimwengu. Yaani ndio kusudi la wa Tanzania. We need to be kuwa kivutio cha ulimwengu. Yaani kwamba watu wanavutiwa na sisi.
Kwa usitembee kama mimi maskini, mimi sijui Kiingereza. Acha ulimbukeni. Acha ulimbo una lugha yako ya Kiswahili. Unajua watu wengi walikuwa nadhani hata mimi sio Mtanzania sababu naongea sana Kiingereza, lakini hiyo kwa sababu ya misheni yangu ya kuunganisha Afrika. Nchi nyingi bado hazijafikiwa. Kwa lazima tutumie lugha ambayo watu wataweza kuelewa message yetu tunafanya, lakini ndani humo tunapitisha lugha nyingine ya Kiswahili na watu wanapata kujua kwamba sasa hivi ni hivyo. Sawa, kama Kiswahili kiliunganisha makabila 121, makabila 121, basi Kiswahili kinaweza kaitumika pia kuunganisha nchi za Afrika. Unaingia sababu ndio tunakuja kwenye ulumbi kila pahala. Unaingia unafanya hivi. Kama Mtanzania, tembea kifua mbele. Usijione wewe uko chini. Usijione kwamba wewe si bora kuliko wengine. Usijione, haijalishi upo katika hali gani. Haijalishi sasa hivi tunapitia katika hali gani. Kumbuka kusudi la Mungu lazima litimie. Lakini ili kusudi la Mungu litimie kwa Tanzania lazima ufahamu. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unaangamizwa kwa kutokuwa na maarifa. Kwa hiyo lazima tuwe na maarifa ili tusiangamizwe. Kwa hiyo haya ni maarifa ninayokuambia, kujua kusudi la Tanzania na kujua position yako wewe kama Mtanzania. Ukae wapi kwa ajili ya kuipigania nchi yako? Ukae wapi kwa ajili ya kusimama na nchi yako? Huo ndio ujumbe wangu wa leo, na mambo mengi ya kuzungumza kama nilivyosema, ila sitaweza kumaliza nikisema kila kitu, lakini hii ni mwanzo. Tutaendelea kuzungumza na tutaendelea kuzungumza. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wa Tanzania kusimama tena. Ni wakati wa Tanzania kurudi katika ile plan na kusudi la Mungu ambalo aliandikia Tanzania. Tanzania iwe ni kivutio cha ulimwengu. Tanzania iwe ni sehemu ya makimbilio. Ukishakuwa sehemu ya makimbilio, mtu atakuja sasa, Mungu akubariki sana. Asante kwa maji ulionipa. Asante kwa kunifungulia mlango. Mungu anazidi kukubariki. Nini kinatokea pale ambapo hauishi katika kusudi? Unapoteza muda. Yaani kama wewe uliandikiwa kuimba alafu uimbi, upo ndani, tai iko hapa, wewe sijui ni manager kwenye benki, unapoteza muda. Utakuwa frustrated, utakuwa stressed, yani utakuwa depressed, utapata hadi magonjwa wakati mwingine. Kwa sababu upo kwenye eneo ambalo hutakiwi kuwepo. Yani upo mahali pasipo sahihi, sio kwa wakati sahihi, sio na watu sahihi. Sasa unaishi au ndio watu wanakufa kabla ya muda wao. Kwa nini? Kwa sababu wanashindwa kuliishi kusudi liloitiwa. Haya, kusudi ni nini? Angalia ndege wa angani. Myles Munroe alisema hivi vizuri sana. Ukitazama ndege wa angani wanavyopaa, hawakuenda kwenye shule ya kupaa, ila wanapaa. Angalia samaki wa baharini wanapoogelea, hawakwenda kwenye swimming school, ila wanaogelea. Sasa wewe mwanadamu uliumbwa kufanya nini? Ni kitu ambacho hutumii nguvu. Ni wewe. Ni wewe. Ni kama vile mimi ninavyoongea kuhusu Afrika. Ninafurahi. Wakati mwingine unajua kwamba naweza nikapata matatizo, lakini bado naongea kwa sababu ni kusudi liko ndani, na pasipo hilo haujisikii kuishi. Ila haujali kuhusu fame, haujali kuhusu hela, haujali kuhusu watu, unaendelea unafanya. Wengi mmefahamu sasa hivi baada ya kuona video zinatoka hivi na hivi. Mimi nimeanza kufanya hizo issue zamani sana. Online nimeanza kufanya miaka 6 iliyopita, lakini zaidi ya miaka kama 13 nilikuwa nafanya offline. Miaka 6 baadaye ndio nikaingia online nikaanza kufanya. Leo miaka 6 baada, watu ndio mnaziona video ambazo nilikuwa nazifanya zamani. Ni kusudi, wakati ambapo hamna mtu anafahamu, hamna mtu anajua. Niko mwenyewe chumbani na video zangu natengeneza, kuna viewers 2, viewers 5. Nimefanya, I kept doing it 5 years, 6 years. Leo mnakuja kuona, mtu anasema natamani ningemjua huyu mtu zamani. Nimekuwa Tanzania sasa hivi takriban miaka 4. Nimekuwa nafanya hivyo. Zipo hapo nje, zipo. Ni kusudi, nilikuwa naishi kusudi. Wakati wa Mungu umefika, wewe kunifahamu, umenifahamu, na Mungu amenitambulisha kwa namna hii ambayo imetokea. Sifa na utukufu namrudishia Mungu. Kwa lazima dhahabu ipite kwenye moto ili hatimaye ng'ae. So Mungu awabariki sana. Mungu aibariki Tanzania, na naamini Watanzania wote mmenisikiliza. Asante sana. Na rai yangu ni kwamba Tanzania turudi kuishi katika kusudi ambalo Mungu aliliandikia Tanzania. Kwa nini hivi vyote vitu vipo Tanzania? Kwa nini vivutio vyote? Kwa nini historia imekuwa hivyo? Kwa nini Tanzania? Kwa nini?
na nimekupa leo sababu. Mungu awabariki sana. I'll see you in the next one. Bye bye.